80% ya wanaume wanaweza pepeta wanawake simu tu. Ni venye wanaogopanga kuomba mabibi zao simu tu, wasiwabebe kama wao ni tushoka. Na mfanya research, nikiwaambia ukweli mnakasirika. Na kitu kingine, unaona hata wanawake kuna ile 30% ama 35% hapo inapenda kuumwa simu tu, na wao bado wanaogopa kuambia mabwana zao wasiwaone kama wamekuwa tupoko. Hii ni research yenye nimefanya. Watu wananiandikianga kwa inbox, wewe acha kushinda ukiambia watu mambo ya tusimu tu. Wacheni niwaambie, hii ni kitu yenye imekuwa ikihappen. Inafika place mwanaume kuna kitu anataka kuexperience na mtu wake huko nje. Nikiwaambia ukweli mnakasirika. For me, kitambo juu mimi ni kienyeji, nilikuwa nikidhani simu tu ni cult, ni kama Illuminati hivyo. Lakini unastukia saa hii juu ya internet watu wanataka kujaribu everything. Nikiwaambia ukweli mmekasirika. Kamati ya Rochafu na ufanye research. Saa zingine unastukia mwanaume anakwambia kuna kitu uweze mfanyia na si jokes. Hakuna mwanaume anaweza ambia bibi yake anataka kumuomba rasa. Obvious bibi yake anaweza muita kashoga, but anakuwa na wanawake wengine huko na wanaenda wanawapepeta simu tu. That's why unapata hakuna mwanaume ana kampango nje. Labda 2%. Na nikiwaambia ukweli mnakasirikanga na mfanye hiyo research. Yes, na kuna wale wanawake hata wao wanapenda lakini hawezi ambia mabwana zao. Na naona unapata usharati saa hii imeenda shule. Kuna kale ka kitu mnafanya na bibi yako, obvious huwezi fanya. Mnafanya na huyo mpango, obvious huwezi fanya na bibi yako, ama unaogopa hata kutusi ama kuseme kwa wazazi. Na to make the matter worse, nikiwaambia ukweli juu mnaonanga kama na exaggerate, mfanye hiyo research. Unastukia bibi yako hujawahi muomba rasa, hujawahi mpepeta haga, lakini kuna mtu anampepeta haga. Kuna wale watu wako na weird fetishes. Yes, unastukia. Niliona mwingine akiniambia, unajua bwanangu siwezi muonyesha, natakanga simu tu. Na si jokes, na mfanye research. Ukipata wale wanaume hawajajaribu ka simu tu ni like 20% ama 30%. Wanaogopa, lakini wakienda huko nje wanachapa simu tu. Na mfanye research, ni kitu yenye imekuwa imetrend. Kwanza niliona mwanaume mwingine akisema, mimi bibi yangu hata tukidate nilikuwa nampepeta simu tu, na nilimwambia hiyo lazima. So ile siku nampepeta simu tu, namwambianga asikule machakula, akunywe kayogati na maziwa. Kwani mliolewa na jini? Ati nataka ukule kama maziwa na yogurt. Sitaki kupatana na ndania huko ama sukuma. You can see. Hebu imagine mwanaume amekuwa anataka kukula simu tu. Okay, kwangu as long as you are not okay with it usijaribu. Mimi kwangu venye naaminingi tako ni tako, uwezi niambia shit. Wachani niwaambie, ile kitu naonanga kwenu kama mumesikizana it's good. But mwanamke as long as unaona ni kama umekuwa disrespected na utaharibiwa, hebu ingia kwa Google ujue madhara yake. Mimi naonanga tako ni tako. Mwanaume mwenye amekuomba haga, hakuna venye unaweza mtrust hata akiwa na wanaume wengine, kwa sababu tako ni tako. Hakuna tofauti. Ngoja usikie. Kwanza za wanaume venye ni ngumu. Kamati ya Rochafu, tako ni tako. Nikiwaambia ukweli mnakasirika. So unapata kuna zile vitu weird watu wanafanya, hizo fetishes wanafanya na watu wenye wako nje. Na niona niliwaambia marry your friend. Marry your friend, kwa sababu hii kitu imekuwa ikihappen. Nikiwaambia ukweli mnakasirika. I remember one time tulikuwa wanawake watano tunaongea story hivi, kulikuwa na Kenya akakuwa married, kakaanza kutuchongoa. Kakaanza kutuambia shideni hapo mkiringa mpei mabwana zenu simu tu, na wanakujanga kwetu na tunawapea simu tu. Tunamuuliza na anasema aje? Wanapiganga nduru kama jini karibu wa fit. Sasa I think mmoja wetu alienda kujaribu, tukaambiana ama tuende tuwatishi. Wacha nikwambie, ukitaka kujua mwanaume hawezi kuwa shoga, ukimwambia akupepete simu tu hawezi kubali. Tulienda tukajaribu, wengi wetu walikataa. Unaambia mtu anakwambia hiyo kitu umetoa wapi? Nani amekufunza vitu kama hizo? Umeget? So mwanaume mwenye anakupenda hawezi kukula haga. But sasa imekuwa ni serious. Watu wanapepetana rasa. Kamati ya Rochafu. Na ile kitu uweze fanya na bibi yako unaenda kuifanya nje. Na yeye bibi yako juu anaogopa kukwambia, anaenda anajaribu nje. Nikiwaambia ukweli mnakasirika, mfanye hiyo research. Na nitawacha tu nikiwaambia tako ni tako. Na si ati hii kitu imeanza kitambo. Imeanza saa hii ni ya kitambo. Hata ukiangalia ushago kuna kale kaaniko kako akakuwa kanaweka mabibi ni simu tu. Ukiangalia simfanye research. Kwenu kuna kale kaaniko kalikuwa mabibi wanakuja wanaenda na hawataki hata story. Kwanza ukiwahi ona kama mwanamke kameenda na akataki wazazi waingilie, ujue ni simu tu. Niliona mwingine akisema alienda hosi akaambiwa ako na diabetes, hataki sukari. Kamati ya Rochafu ati sasa anaambia bibi hataki mbele juu
anataka huko nyuma. Kuna wale watu wako na weird fetishes, na ndio nakwambia before uingie kwa marriage, angalia mtu wako, jua zile vitu anapenda wakati wa mechi. Hii mambo inafika place, kuna zile fetishes anaenda kujaribu nje. My dear friend, mtahara nyote mtapata ukimwi. Marry your friend. Yule mtu mwenye anakwambia mimi ikifika ni kwa rasa, wewe tafuta mtu mwenye anakubali rasa. Namfanya research. Niliona wanawake ni wengi. Kwanza kuna wanawake wengi. Kwanza wale watu hawajui kujitafutia pesa, wanapepetwa hata simu tu na wananyamaza, na utaharibiwa tu kwa sababu unastukia hauna place ya kwenda, hauna income. Kuna watu tu wamekaa. Wacha niwaambie, wanaume saa hii kumechange. Wanaume wanataka waume rasa. Na unajua ni wazungu wamewafundisha na zile internet kwanza ina influence wanaume waumane haga. Niliona wanasema ni fetish, but for me hiyo ni kukosea mtu heshima. Mwanaume mwenye anakuuma haga uweze mtrust hata akiwa na marafiki zake wanaume. Nikiwaambia ukweli mnakasirika. Anyway, fanyeni research. Guys, nawapenda sana. Thank you for your support. Subscribe to my YouTube channel guys. More videos to come. Niliwaambia research lazima tutafanya pamoja. Kamati ya roho chafu inasemanga na exaggerate. Nawapenda sana. Bye.